Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena rohoni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Machi 13. Somo lisemalo, badiliko la moyo linahitajika. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa siku nyingine. Tunapoenda kutafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba yote kwa ajili ya mwanao mpendwa Yesu Kristo, amina. Yesu akajibu akamwambia, amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Yohana 3:3. Nikodemu alikuwa na nafasi ya juu na ya kutamaniwa katika taifa la Israeli. Yeye pamoja na wengine walikuwa wameguswa sana na mafundisho ya Yesu. Mafundisho yaliyotoka midomoni mwa Mwokozi yalimgusa sana na alitamani kujifunza zaidi juu ya ukweli huu muhimu. Nikodemu alimwendea Bwana akifikiria kuingia katika mjadala na yeye, lakini Yesu aliweka wazi msingi wa kanuni za ukweli. Alimwambia Nikodemu, hauhitaji maarifa ya kinadharia zaidi ya kuzaliwa upya kiroho. Hauhitaji kuutosheleza udadisi wako, bali kuwa na moyo mpya. Lazima upokee maisha mapya kutoka juu kabla hujayatambua vyema mambo ya mbinguni. Badiliko la moyo lililowakilishwa na kuzaliwa upya linaweza kuletwa tu na utendaji kazi wenye ufanisi wa Roho Mtakatifu. Kiburi na kujipenda umpinga Roho wa Mungu. Kila mwelekeo wa asili wa nafsi upinga badiliko kutoka kwenye kujikweza na kiburi hata kufikia upole na unyenyekevu wa Kristo. Lakini ikiwa tunataka kutembea katika njia ielekezayo katika uzima wa milele, tunalazimika kutosikiliza minong'ono ya nafsi. Inatupasa kumwomba Baba yetu wa mbinguni kwa unyenyekevu na kwa toba hivi: uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Zaburi ya 51:10. Tunapoipokea nuru ya Mungu na kushirikiana na wenye hekima wa mbinguni, tunazaliwa upya, tukiwekwa huru dhidi ya unajisi wa dhambi na uweza wa Yesu. Uweza mkuu wa Roho Mtakatifu huleta badiliko kamilifu katika tabia ya wakala wa kibinadamu, akimfanya kuwa kiumbe kipya ndani ya Yesu Kristo. Maneno na matendo huonyesha upendo wa Mwokozi. Hakutakuwa na kuhangaika ili kupata vyeo. Ubinafsi unakataliwa. Jina la Yesu linaandikwa kwenye yale yote yasemwayo na yanayotendeka. Je, huku sio kufanywa upya kwa mwanadamu muujiza mkuu zaidi unaweza kufanywa? Je, ni nini ambacho hawezi kufanya wakala wa kibinadamu yule ambaye kwa imani anashikilia uwezo wa Mungu? Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo, badiliko la moyo linahitajika. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa somo zuri ulotupatia. Tunaomba tulifanyie kazi katika maisha yetu.
Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, Huachwi